Kuna vitu ambavyo wewe unahitaji Mungu avifanye katika maisha yako, lakini umeamua kuomba na kufunga kwa sababu kuna vitu unahitaji Mungu avifanye katika maisha yako. Umeamua kuingia katika mfungo na maombi, unakesha usiku unafunga, lakini vile vitu hauvipati. Kwa sababu gani? Kuna vitu hauwezi kuvipata hata ukifunga na kuomba, kwa sababu sio kila kitu kinapatikana kwa kufunga na kuomba. Kuna vitu vingine vinapatikana ama vimewekwa kwenye package ya malipo, yaani hivyo vitu ni malipo. Kuna kitu lazima ufanye ili ulipwe na Mungu. Sasa wewe unaomba, Mungu anachotaka umtumikie ili akulipe. Mungu anachotaka ufanye mema ili akulipe unachokihitaji. Binadamu ana mahitaji mengi, lakini kuna mahitaji mengine unaweza ukayapata bila kufunga na kuomba. Kuna mahitaji mengine hauwezi kuyapata mpaka ufunge na kuomba, na kuna mahitaji mengine hauwezi kuyapata mpaka ufanye kitu ambacho kitasababisha upate hilo hitaji. Sasa shida iliyokuwepo, binadamu hajui kubainisha wala kutenganisha kwamba haya naweza nikayapata tu, haya mpaka nifunge na kuomba, haya mpaka nimtumikie. Kuna baraka nyingine hauwezi kuzipata mpaka mtumikie Mungu. Hizo baraka zipo katika malipo. Mwanzo 1:26 Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, akatawale, akamiliki. 27 Mungu anamuumba yule mtu mwanamke na mwanaume. 28 Mungu anambarikia, Mungu anamwambia zaeni mkaongezeke, mkamiliki, mkatawale. Zile baraka zilikopo mtu anazipata pasipo kuokoka, pasipo kufunga na kuomba, pasipo kufanya kazi. Mungu alimbarikia mtu. Mtu ndio kwanza kaumbwa, hajui maana ya kazi, hajui maana ya kuokoka, hajui maana ya wokovu, hajui maana ya kanisa, hajui maana ya msikiti, hajui mganga, hajui chochote, lakini Mungu akambarikia. Kwa hiyo kuna baraka ambazo utaishi pasipo kufanya chochote, hata kama hujaomba, hata kama hujafunga. Kuna vitu utapata tu, lakini kuna vitu, ndio maana akasema mengineyo hayawezekani pasi kufunga na kuomba. Mengineyo sio yote. Kwa kuna vingine hata usipofunga usipoomba utapata. Wewe, kuna watu hawajaokoka lakini wameoa na wana ndoa na wanafanya kazi na ni wakurugenzi, hawafungi hawaombi, lakini yule mtu ambaye unamwona wewe ni mkurugenzi, kuna kitu hawezi kupata mpaka afunge na kuomba, na kuna vingine hawezi kupata mpaka kuna kitu afanye mapenzi ya Mungu ndio atapata. Kuna vitu vingine, yani kama hujafunga, kama hujaomba hauwezi kupata. Na kuna vitu vingine vimewekwa kwenye package, lazima umtumikie Mungu ndio unapata. Utumishi, naposema kumtumikia Mungu, utumishi una namna nyingi. Sio kusimama tu madhabahuni. Kuna mtu yuko kanisani asimame madhabahuni, wala ashiki maiki wala apige gita afanyaje, lakini anamtumikia Mungu. Wewe kazi yako kugawa bahasha, anagawa bahasha. Ule ni utumishi wake. Kuna baraka nyingine katika maisha yake hawezi kuzipata mpaka afanye vizuri katika ule utumishi wake, ndio atajibiwa maombi yake fulani, au ndio atapata vitu fulani. Kuna vitu vingine wewe usifunge usiombe, mtumikie tu Mungu katika roho na kweli, utapata hizo baraka. Lakini kuna nyingine pia lazima ufunge na kuomba. Kwa hiyo ndio maana yakipasa tu yafanye yote katika yeye. Ndio maana Mungu akasema mnayaweza yote katika yeye tutie nguvu. Haleluya. Amen. Warumi 8:28. Warumi 8:28. Ndio. Nasi tunajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema. Mungu hufanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema. Kwa hiyo kuna kazi lazima uifanye ya Mungu, ndio Mungu atakupatia mema yake, sio ufunge na kuomba. Haleluya. Wakolosai 3:23 inasema, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Mkijua mtapokea. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, si kwa mwanadamu, mkijua mtapokea ujira wa urithi. Kuna vitu vingine, ujira mwingine unauhitaji, sio mpaka ufunge na kuomba. Unaweza ukawa unataka vitu fulani vitokee kwenye maisha yako, alafu vile vitu havijawekwa kwenye package ya kufunga au uombe, vimewekwa kwenye package lazima mtumikie Mungu ndio unapata. Sasa kama ujui, utafunga sana, utaomba sana, utatoa sana, lakini huwezi kupata. Kwa maana unatakiwa mtumikie sana Mungu, Mungu ndo akulipe hicho anachokitaka. Yamkini unahitaji mtoto na kuna kifungo kinakuzuia usipate mtoto. Unaomba sana, unafunga sana, hakuna majibu. Ukishaona hivyo, ule mtoto yupo kwenye package ya kumtumikia sana Mungu kwa upendo bila kulazimishwa. Hata mimi nilitokeaga hizo. Nilifunga sana, nikaomba sana, nikawa nakosa.
kumbe niko natakiwa nimtumikie sana Mungu ili nipate vingine vyote. Kuna mwingine amefungwa kwenye uzazi, kuna mwingine watoto anao ila kafungwa kwenye uchumi, kuna mwingine uchumi anao watoto anao kafungwa kwenye afya. Yaani kila mtu hapa duniani ana kifungo chake. Kuna gereza umewekwa, na katika ile gereza ulilowekwa lazima ujue natakiwa nifanyaje ili nitoke kwenye ile gereza. Watu wengi wanaingia kwenye maombi, wanafunga na kuomba, wanafanya wakati hawajui chanzo cha kile kifungo. Hawajui inatakiwa wafanye nini. Usipojua chanzo cha kifungo chako hautatoka hapo mpaka ujue chanzo cha kifungo chako, afu Mungu sasa ndo atakwambia utatoka hivi. Kama hujajua utafunga, utaomba, lakini hautatoka. Utawekewa mikono, utatamkiwa unabii, hautatoka.